Je, unajua kwamba kuna pendekezo jipya linaloweza kubadilisha kabisa namna tunavyoimba wimbo wa taifa? Mimi natamani uweko kwenye wimbo wetu wa taifa. Ndiyo, swala la haki sasa limeibuliwa rasmi na limegusa moja kwa moja siasa, uchaguzi na mustakabali wa Tanzania. Askofu wa Dayosisi ya Kaskazini ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKT, Dr. Frederick Shaw ameibua mjadala mzito baada ya pendekezo la neno haki liingizwe katika wimbo wa taifa. Lengo lake ni kusisitiza umuhimu wa utekelezaji haki, kulinda amani na kuhakikisha maendeleo endelevu nchini. Kwanza tumsikilize, alafu tutaendelea na uchambuzi wetu. Fulani nilitamka mahali tu wazi na kusema ningetamani neno haki liingizwe katika wimbo wetu wa taifa. Hili nawaomba naendelea kutafakari na naamini utafika wakati tuone umuhimu wa tunu, upendo, haki na amani, umuhimu wake kwa mustakabali wa taifa letu, na kama tusifike mahali tuone aibu au tufanye makusudi ya kuzungumzia jambo la haki. Sifike mahali tukaona haituhusu, au isifike mahali tukaona sauti za haki zinasumbua masikio yetu na dhamiri zetu alafu isizungumzwe. Mimi natamani uweko kwenye wimbo wetu. Hapa alikuwa akizungumza jijini Arusha katika jukwaa la wazi lililowakutanisha viongozi wa dini mbalimbali pamoja na vijana. Dr. Shaw alieleza kuwa bado kuna maswali mengi yasiyo na majibu, hasa baada ya matukio makubwa ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kwa maneno yake mwenyewe, askofu huyo alisisitiza kuwa haitakiwi kufika wakati ambao sauti za haki hazisikiki au dhamiri za watu zinanyamazishwa. Akaongeza kwa kusema kuwa angependa kuona neno haki linaingizwa kwenye wimbo wa taifa ili kuikumbusha jamii umuhimu wa kutenda haki bila ubaguzi wa dini au vyama. Sasa hapa ndipo mjadala unapozidi kuwa mzito, na hili ndilo swali ambalo mimi ningetamani unijibu. Je, hili ni pendekezo la kawaida la kidini au lina ujumbe wa kisiasa uliofichika? Kwa sababu ukweli ni kwamba kuingiza neno haki kwenye wimbo wa taifa si jambo dogo. Ni ishara ya kutaka mabadiliko ya kiakili, kijamii na hata kisera. Na ninasema hivyo kwa sababu ukizingatia tamko hilo limetolewa katika kipindi ambacho bado kuna mijadala kuhusu yale yaliyotokea Oktoba 29 kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Basi ni wazi kabisa ujumbe huu unalenga viongozi, taasisi na jamii kwa ujumla. Askofu huyo aliongeza kwa kusema kuwa yaliyotokea katika uchaguzi mkuu yameacha machungu na majeraha kwa baadhi ya watu na familia ambao hadi leo sasa bado hawajapatiwa majibu. Askofu huyo amesema hivi na nukuu, haya yaliyotokea yanafikirisha na tunajiuliza kwa nini Tanzania imefika hapa. Tunaomba Mungu yasije kutokea tena hapa nchini. Askofu Shaw amebainisha hayo. Askofu Shaw amebainisha kuwa licha ya utulivu kuanza kurejea, mioyo ya wengi bado ina maswali mazito. Amesema ni haki ya vijana kuwa na maswali na haki ya kuongea ni muhimu ili kuendeleza tunu ya amani katika taifa. Hivyo wapewe jukwaa au meza ya majadiliano wayaseme bila kuwachoka. Amesema changamoto zinazowakabili vijana ikiwemo uhaba wa ajira, fursa finyu za kiuchumi, hisia za kutoshirikishwa katika uamuzi na kupungua kwa imani katika mifumo ya kidemokrasia ni miongoni mwa kiu yao na ndiyo chanzo cha kupaza sauti zao. Askofu Shaw ameongeza kwa kusema hali hii isipopatiwa majibu sahihi kwa wakati inaweza kuathiri mshikamano wa kijamii na amani yetu ya muda mrefu na kupelekea wengi kupoteza matumaini. Amesema na kuongeza kuwa hakuna kitu hatari kama kupoteza matumaini, ndiyo maana nataka tuone umuhimu wa majadiliano. Askofu huyo amesema wahenga wanasema hakuna cha kushindikana. Watu wanapokaa na kuzungumza, walimaanisha meza ya majadiliano itakupa fursa ya kusikilizana kwa uaminifu na kujenga madaraja ya uelewano, kuibua suluhu zinazojenga, si kubomoa.
Naye mwenyekiti wa halmashauri kuu ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, yani BAKWATA, Sheikh Hamis Mohamed Mataka amesema taifa lenye haki linaweza kudumisha amani na usalama, huku akisisitiza kuwa haki inatakiwa kuendana na wajibu. Mtumishi huyo kutoka BAKWATA amesema, vijana mnapodai haki, angalieni wajibu wenu katika taifa hili. Pia mzingatie namna bora ya kuwasilisha maombi yenu ili kuepuka migongano ya kimaslahi na sintofahamu, alieleza Sheikh Mataka. Katika jukwaa hilo, mmoja wa vijana aliyefahamika kwa jina la Eid Mohamed amesema upo umuhimu wa kujieleza na haki ya kutoa maoni nchini. Na nukuu hapa maneno yake: isifike mahali ambapo kutoa maoni au kuhoji jambo liwe ni jambo la kihalifu. Tukifika huko, naamini tutajenga taifa moja, kuliko sasa hivi ukitoa maoni tofauti uko hatarini kushtakiwa. Swali langu ambalo mimi ningetamani unijibu kwenye comment ni hili hapa. Je, kutokana na hayo aliyoyasema Askofu Shoo, unaamini njia ya kufikia hilo ni kubadili hata wimbo wa taifa? Yaani, unaunga mkono wazo la kuingiza neno haki kwenye wimbo wa taifa, au unaona hili linaenda mbali sana? Andika maoni yako hapa chini. Mjadala unaanza sasa. Ili kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.